Shida nini? Shida nini? Jamani, mbona sikira vile unanifuata mpaka nyumbani? Dada, hili. Wewe naona unacheza na kazi yetu. Mimi hapa sija kuuza sura, wala sijaje kucheka na kima. Tunakupa siku ya kesho tu. La sivyo, mkataba unaofahamu vizuri haswa. Hii nyumba hii itakuwa halali yetu. Lakini leo mdogo wangu, wewe umepeleka wapi? Nyelanye hiyo. Bwana Vera hivyo kuja tu sisi tumeenda. Ama sio hata jamaa anachokufanya. Wewe, sije kaniingiza mimi matatizoni. Sijakula hata 100 kumbuka. Sijakula hata 100 jana ulikula nini? Ulikula nini? Jana sijakununulia nguo mimi. Wewe fanya hii urudishe hela ya watu. Wewe kama umezionga hela za watu, tafuta namna ya kuzirudisha. Wewe haya. Ndio balala. Haya sasa, hii ni kwa wale wasanii. Hivi mnajua mziki mzuri upo Hope Studio? Ni studio ya kisasa yenye vifaa vya kisasa na mazingira rafiki kwako wewe msanii kufanya kazi kwa utulivu. Inapatikana Temeke, mtaa wa Yombo Biola, au tupigie simu nambari 0713466386. Tufollow Instagram @Hope Studio TZ. Jana nilienda. Nilipofika pale nilifanikiwa kumshawishi, japo kwa kuna kaugumu kidogo. Kaugumu gani? Pale nilimkuta yeye na dada yake. Dada yake Lau? Sio Lau. Anaitwa nani huyo dada? Shu. Eshu. Yule dada kama kina kijimwili. Dada simpendi. Ashaye kunichamba yule, yani yule ndo nasila naye. Yule dada yani ilibaki hivi atuzingue kwenye mchongo wetu. Lakini nijitahidi sana kumshawishi. Kumbisi yule dada. Sani na dada yake amekubali kuwa msanii wetu. Mwanangu na kukubali. Kwisha. Mimi nilijua. Yani tumemaliza. Usiniambie mtoto. Sasa baki wewe tu, sio kanizingua. Usiniambie mtoto wewe. Maliza. Yani tushamaliza. Bwana Sagodi na Jimmy, jamani Mungu na Jimmy. Sema nini? Yule dada ana tamaa sana. Yaani anaonekana ni mtu wa tamaa. Mimi si nilishakwambia. Ndio maana ilikuwa rahisi sana. Mimi nilishakwambia ile familia mimi naijua. Tumemaliza, yani mbaki tu na wanyosha. Tumeshamaliza. Tunawakinda. Ile nyumba ya kwetu. Nisikilize. Wale wamehisha. Wamekwisha. Najua hawezi kurudisha. Baba. Sisi ndo binadamu. Sisi ndo sisi. Wameumia kwa hiyo. Sasa hapa umesikia sasa mshikaji wangu? Hapa hakuna cha yule Burkina Faso, hakuna cha Eshu, hakuna cha Lau, hakuna cha na huyu na huyu. Leo kaniletea mdomo ngenga. Sasa mwendo huu hapa ambao sasa hivi naenda nao ni mwendo wa kuwachanganya, kuwavuruga, kuwaleta mbele, kuwarudi, yani nawapeleka zigi zaga. Kama tuwachanganye kama huyo Shu sijui. Huyo dogo ana mdomo sana yule. Wewe umemuona kumbe? Ana mdomo sana. Sasa mwanangu, mimi hapa sio kwangu. Hapa baba, nilikuja kuna baba mmoja nimekuja kumwangalia hapa mshikaji wangu. Ila naona mpaka saa hizi atokei.
Binadamu, binadamu, binadamu ni kama kijana, nina vitu vingi na msongo, atena nawaza nitatoboa lini kwenye hili tobo. Huyu naye kijana, sijui ndiyo lana ama ndiyo gongo, unafukuza mzazi. Mbona maisha kwangu yamekuwa kizungumkuti? Muda mwingine najiuliza wapi nimekosea, sipati jibu. Au labda kitabu cha riziki yangu huenda kilishachanika. Naishi kwa bahati mbaya hapa duniani. Mwenyezi Mungu. Mambo vipi? Safi, mbona mchochoroni? Mshikaji wangu, sasa hivi kuna mambo hayako sawa upande wangu kabisa. Lakini naona ni muda mrefu tokea nikupe kazi yangu, yani ueleweki. Simu zenyewe unipigii kwa wakati. Shida nini? Nakupigia sana simu lakini simu ushike, simu siujibu sana kupataje. Kama hivi penyewe nimekupata kwa bahati. Mamu, nikwambia kitu kimoja, kwa sasa hivi siko sawa kabisa. Yaani nikisema siko sawa na maanisha kwamba siko sawa kabisa. Nafuatiliwa na watu tofauti tofauti. Yaani kuna watu wa dada wananifuata, kuna jamaa mmoja naye Moses ananifuata, ananiuliza kuhusu hilo swala la ile nyumba. Hapana, ila nashindwa kudefine. Yaani nachunguza sana ili swala lakini najikuta nashindwa kulipatia maana. Na ndio maana sikutaka hata hizo simu zako kuzipokea kwa wakati, kwa sababu nilikuwa nafikiria aiza kuna madhara amekukuta ama labda tayari tushajulikana. Na ndio maana nimekuita huku ili nijue, je, hakuna mtu yoyote ambaye ashawahi kukufuatilia wewe? Naomba nione na mimi. Naomba niangalie na mimi. Haya maisha mpaka lini? Kila kukicha afadhali ya jana. Naumiza sana. Binadamu, 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 binadamu ni kama kijana, nina vitu vingi na msongo, atena nawaza nitatoboa lini kwenye hili tobo. Huyu naye kijana, sijui ndiyo lana ama ndiyo gongo, unafukuza mzazi, visa vya mwanamke penzi la mchongo. Hakuna, lakini anaweza kunitia wasiwasi, sio kanaibia kazi yangu alafu mwisho wa siku nisipate hata 100. Hapana mama, siwezi kufanya hicho kitu. Mimi nafanya kazi yangu kwa umakini wa hali ya juu. Na ndio maana pia nakusisitizia sana tena sana, jitahidi kuwa makini kwenye kazi yako unayoifanya. Na jitahidi sana kukusisitizia uwe makini kwenye kazi yako, tusije tukagundulika. Kazi mimi nishamaliza.
kila kitu tayari. Kwa sababu tuliwapatia rejesho la kwanza, walishindwa. Nilipoenda pale kwao walishindwa kunipatia, tukawapatia masaa 24. Lakini pia nilipowafuata kwenye rejesho la pili, pia walishindwa. Hivi ile nyumba mpaka hivi tunavyoongea tayari ipo chini ya benki yetu. Sasa tunasubiri tu amri kutoka benki ili tupewe hati ya nyumba, lakini sasa wewe hapa ili upate ile hati ya nyumba inabidi uwe na milioni 5. Je, milioni 5? Mama, milioni 5? Ndio, kwa sababu ndio mkopo ambao alichukua wale kina Lau. Lakini unajua kabisa uwezo wa milioni 5 sina. Na unajua ndio maana tuna seti ile dili ili tupate hela. Mimi nitaitoa wapi hiyo milioni 5? Sasa unafikiri tunafanyaje? Au unafikiri nyumba unaipataje bila hiyo milioni 5? Ila nina wazo. Na rafiki yangu mmoja namwamini sana. Nadhani niende kwake kesho saa 4 nitakupa jibu. Basi sawa, wewe nenda kachekeche. Ukishapata hiyo milioni 5 utanipigia simu tujue tunafanyaje. Basi haina shida, hiyo imeisha. Okay, sawa. Jitahidi sana kuwa makini mama. Sawa? Mimi nipo makini, labda wewe. Nakuamini. Okay, sawa. Basi haina shida, tutawasiliana. Haya, wewe unapokea simu basi. Nitajitahidi. Mbona umepoa? Haujapenda mimi kuwa hapa? Hapana, unajua wasiwasi ndio akili tena. Mbona hapa? Una wasiwasi gani? Mimi si mpenzi wako. Kweli wewe ni mpenzi wangu. Afu haya mambo ya kuja hapa kwenu kila siku kwangu naona sio mazuri. Na nimechoka kila siku nakuja hapa nakutania tu hapa. Kwa sio vizuri. Mimi nilichofikiria nikutolee tu barua, nikuchukue, tukaanze maisha yetu mapya mimi na wewe. Wewe unafikiriaje? Wow. Yaani kati ya siku umeongea kitu kizuri mpenzi wangu ni leo. Yaani umenifurahisha sana. Lakini sasa unajua nini? Hilo swala ni swala zuri sana. Lakini unajua kwenye mahusiano yetu sijawahi kumshirikisha kakaangu. Sasa kwenda kumkurupushua from nowhere yani ile hivi ima. Wewe yule anaweza kupata. Kwa hiyo naomba nipe siku 3 au wiki hivi za kumpanga. Ili nikimwona siku katulia, muda weekend yupo nyumbani nimuelezee, ili nikwambie matokeo yake, ili uje ulete barua. Sawa, nimekuelewa. Lakini naona kama hizo wiki 2 itakuwa mbali sana. Ila jitahidi ili tukamilishe hili jambo ili niweze kuishi na wewe. Hasa unajua haya mambo haya ili za kupishana kwa sio vizuri. Kama tugombane na kaka yako ni kwa sio vizuri kwa kweli. Basi sawa, wewe niamini mimi. Sitakuangusha babangu. Kwa hiyo wewe niache tu hapa mimi kama cheza zangu hiki kisimu changu. Kwa hiyo siku nyingine bwana unipigie simu basi. Sawa, nimekuelewa mpenzi wangu. Basi sawa, nitakucheki baadaye. Okay, sawa. Nakupenda. Nakupenda pia. Asante. Habari siku 2 3 shemeji yangu. Sisi tunamshukuru Mungu kabisa, sijui wewe. Salama. Bwana nimekuja tena kwa mara nyingine. Lakini kuna matatizo kidogo yametokea nyumbani. Matatizo gani tumeshangaa? Mdogo wako bana leo siku ya 3 sijamuona nyumbani mpaka sasa. Siku ya 3. Na sijui kimemkumba nini mpaka saa hizi. Na sijui sehemu alipo. Anazidi sana kunipa wasiwasi. Kumbe mpaka mkaka hayupo. Yaani hayupo kabisa.
Sijui ameelekea wapi, sijui kimemkumba nini, yani sielewi chochote. Yani sijui chochote kuhusu yeye. Basi hata hapa shemeji yangu lau hayupo. Kwa hiyo nataka kuniambia hajafika huko. Huko hayupo, sijamwona na siku ya 3. Itakuwa katoroka. Katoroka kaenda wapi? Kuna mkopo kakopa hela za watu. Unasema kwamba amechukua mkopo? Anadaiwa hela nyingi, milioni 5. Kwani ina maana ni kitu gani ambacho mimi alikuwa ananiomba mimi simpatie? Bwana, pesa mimi nilikuwa nampa. Mimi kila kitu nilikuwa nampa. Mkopo unaosemea ni mkopo wa design gani labda ambacho mimi sikijui? Kitu gani cho amekopa mkopo? Maana unazidi kunichanganya mimi akili yangu. Mikopo tu ya humo mtaani, watu wamekuja hapo na tamaa zake, kaingia mkenge. Hapo unaponiona mwenyewe nimeingia hatiani. Bwana, nikwambia kitu shemeji yangu. Ile swala la mkopo mimi sikitambui. Na kuhusu mdogo wako wewe, hakuna siku ambayo mimi yani kitu anachokihitaji yeye mimi nampatia kwa wakati. Sio pesa, sio nini. Asi unavyoniambia masuala ya mkopo hapo unazidi kunichanganya. Yaani unazidi kunichanganya kabisa. Mimi nilikwambia shemeji yangu, lau atakuchanganya, atakusumbua. Mimi namjua lau vizuri. Wanawake tupo wengi, unamngangania lau. Wewe haya, endelea kumngangania tu. Ipo siku utanikumbuka. Huyo mwanamke anatafutia nini mimi? Pole shemeji. Tutaona baadaye. Yaani huyu hatajaa tu kwenye mfumo. Na hivi lau majanga nazidi kuyananilio. Ndo nafasi ya kumteka sasa. Binadamu, 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 binadamu. Ni kama kijana nina vitu vingi na msongo. Atena nawaza nitatoboa lini kwenye hili tobo. Huyu naye kijana sijui ndio lana ama ndio gongo. Unafukuza mzazi. Lau mdogo wangu. Hivi hii tabia kaka yetu sasa hivi, wewe unaichukuliaje? Yaani hiyo tabia inanikera sana. Yaani mimi basi huyo mwanamke. Yaani tukifanya masiara tutampoteza kabisa kaka yetu. Wewe angalia hata juzi hapa. Kaka sio kutufukia vile. Yaani mtu anakaa siku 2 arudi nyumbani tunamuelekeza na tufukia. Kwa tufanyaje? Mimi hata sijui. Siku ya 3 leo kaka hata kutujulia hali hata hii sio kawaida. Tufanyeje? Yetu tungekuwa tunajua hata mganga alipo tungemloga kabisa. Ndio sisi hatujui ganga au tumtafute majambazi? Jambazi au tutakamatwa na polisi? Sasa tufanyeje? Tukamnyanyasa ule binti ule mpaka akome yani. Yaani tukianza wewe hapo anakujichanganya. Tukianza kumnyanyasa kaka akajua, maana unajua lazima atamfikisha kaka. Kaka atatuchukia sana, mwisho atupige bure. Bado tutafute kitu kimoja ambacho kitafanya waachane kabisa. Afu kweli maana kaka unyata haelewi pale. Na wazo gani? Unaonaje ukitembea na kaka? Utembee naye? Tufikiriaje? Unajua kaka yetu ni mshamba wa mapenzi. Angalia kwa kile kitina tu kadata. Wewe mtoto beautiful namna hiyo. Wewe ukimtega kidogo tu anaingia kwenye mtego, tunamrudisha kaka yetu nyumbani. Gumu lakini tutajaribu. Hamna kujaribu, mimi najua unaweza wewe. Basi sawa, hilo limeisha. Haya sasa, hii ni kwa wale wasanii. Hivi mnajua mziki mzuri upo Hobu Studio? Ni studio ya kisasa yenye vifaa vya kisasa na mazingira rafiki kwako wewe msanii kufanya kazi kwa utulivu. Inapatikana Temeke, mtaa wa Yombo Biola, au tupigie simu nambari 0713466386. Tufollow Instagram @Hobu Studio TZ. Binadamu, 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 binadamu. Ni kama kijana nina vitu vingi na msongo. Atena nawaza nitatoboa lini kwenye hili tobo. Huyu naye kijana sijui ndio lana ama ndio gongo.
kumfukuza mzazi, visa vya mwanamke penzi la mchongo. I no 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 no, mapenzi ni changamoto. Kama kipofu huona kwake ni ndoto.